Ninaitwa Mchungaji Andrew Munisi, ni katibu wa idara ya uwakili na miradi ya KKT Dayosisi ya Kaskazini ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. KKT Dayosisi ya Kaskazini ni washirika wa Norwegian Church Aid Tanzania, lakini pia tunafanya kazi na wenzetu wa Wajibu Institute of Accountability. Na siku ya leo tumekutana hapa Uhuru na kamati za PETS. PETS ni Public Expenditure Tracking System wa survey, ambazo tulizifanyia mafunzo katika strategy iliyopita ya Norwegian Church Aid Tanzania, na kwa wakati huu mwaka 2025 tunataka kuziendeleza yale mafunzo na kuendelea kuwajengea uwezo zaidi namna ambavyo wanaweza kufuatilia miradi mbalimbali ya kijamii ili iweze kutekelezeka katika ubora na hivyo jamii iweze kunufaika na miradi ile. Kwa ajili hiyo tunafanya kazi katika halmashauri za wilaya ya Rombo, halmashauri ya Moshi, Hai pamoja na Siha, na kwa ajili hiyo tumekutanisha kamati za PETS kutoka katika hizo halmashauri hizo, wajumbe wapatao kama 75 hivi. Na tunashukuru sana uongozi wa serikali ngazi ya mkoa wetu wa Kilimanjaro kwa kupitia afisa maendeleo wa mkoa ya kufungua mafunzo yetu kwa siku ya leo, na tunaamini kabisa kwamba kwa kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi ya namna hii italeta tija kwa maendeleo ya mwananchi mmoja mmoja katika eneo letu, lakini pia kwa ajili ya kanisa la Mungu hapa duniani. PETS zipo kwa mujibu wa sheria ya Wizara ya TAMISEMI. Kamati hizi zipo ili ziweze kuwa jicho la wananchi katika vijiji katika ile miradi inayotekelezwa. Kwa mfano, kuna miradi ya ujenzi wa masoko, kuna miradi ya maji, kuna miradi ya ujenzi wa madarasa, kuna miradi ya kilimo na kadhalika ambayo wananchi wanaibua wenyewe. Vile vipaumbele ambavyo wananchi wameviibua na vimewekwa katika bajeti ya serikali na vinatekelezeka kwenye maeneo yale, basi mkutano mkuu wa kijiji unachagua wajumbe wachache ambao sio viongozi kwenye halmashauri ya kijiji wala hawana nafasi kubwa, ili wao wawe huru katika kufuatilia miradi ile na iweze kutekelezwa katika ubora na iweze kuwanufaisha wananchi. Kwa hiyo sisi kama KKT Dayosisi ya Kaskazini kwa kushirikiana na Norwegian Church Aid Tanzania na wenzetu wa Wajibu Institute tunataka kufungua watu macho zaidi na masikio katika ufuatiliaji wa miradi hii, ili angalau wale wakandarasi au wale wajenzi au wale wanaotekeleza miradi hiyo waweze kujua kwamba kuna jicho la zaidi linalotazama utekelezaji wa miradi ile. Katika mafunzo haya, kikubwa ambacho ningependa kuwasitiza washiriki ni kwamba mafunzo hayo yawasaidie kukusanya taarifa sahihi zinazohusiana na utekelezaji wa miradi. Itasaidia kanisa kwa takwimu sahihi ambazo pia itasaidia kuandaa taarifa za kutuma kwa wafadhili wa miradi hiyo ambayo ni Norwegian Church. Lakini pia niipongeze shirika la Norwegian Church kwa kuiamini kanisa la KKT Kanda ya Kaskazini kutekeleza miradi hii ambayo moja kwa moja inanufaisha wananchi. Upande wa jamii wenyewe tumebaini mapungufu ya uelewa, na ndio maana tumechukua jukumu tena la kuweza kuziimarisha kamati na kuziongezea uelewa. Lakini moja kwa moja kwenye ufuatiliaji na mapungufu yake, unaweza kuona kwamba kamati bado hazikuja na vitu sahihi. Unaweza kusema kwamba kuna mapungufu pengine ya matumizi mabaya ya fedha za umma, ni kutokana kwamba wanapitia changamoto mbalimbali ya ukosefu wa taarifa za msingi za hiyo miradi. Sasa huwezi kusema kwamba kuna matumizi fulani mabaya yamefanyika wakati hakuna uthibitisho, na hii yote inatokana kwamba uchache wa taarifa ambazo wanapatiwa na watendaji kule ngazi za chini. Lakini ni imani yetu kwamba kupitia mafunzo haya yataenda kuimarisha hayo mahusiano, taarifa zitapatikana kwa usahihi ili waweze kuboresha mazingira ya huduma zao kwa kushirikiana na watendaji mbalimbali wa serikali kwenye ngazi husika.